Za saizi kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Siku ya leo naendelea kuwapa elimu kwamba kuna aina ya majini. Aina ya majini wako aina ya majini wengi na wapo kwa matabaka. Kama sisi tulivyo kwamba kuna binadamu warefu, kuna binadamu wafupi, kuna binadamu wa aina mbalimbali. Na hadi kadhalika kwa majini pia wako hivyo hivyo. Lakini siku ya leo ningependa kuelezea kuna jini mmoja anaitwa Kibwengo. Watu wengi wanamjua na kumtambua jini huyu Kibwengo kwa sababu jini huyu si adimu sana kupatikana kwa watu ambao wako wanakaa nje ya mji au wanakaa pembezoni mwa mito. Kwa hiyo kwa wanaoelewa basi jini huyu Kibwengo wanamuelewa sana. Kwa hiyo siku ya leo ningependa kuwapa sifa za jini huyu Kibwengo, lakini pia ningependa kuwapa madhara ya jini huyu Kibwengo. Au unapoweza kukutana na aina ya jini huyu basi uweze kuchukua tahadhari mapema na haraka kabla hajaweza kukuzuru. Wapenzi watazamaji wa Dr. Mama Kavumo, jini huyu Kibwengo, jini Kibwengo kwanza hupenda kukaa pembezoni mwa mito, sio mwa bahari. Naombeni mnielewe. Kuna utofauti wa mito na tofauti na bahari. Kwa hiyo kwa wale wanaopenda kutembelea kwenye mito, kwenye mikondo ya maji, basi watakuwa wanamjua jini huyu Kibwengo. Kwa wale wanaotembelea mto Ruvu, wanaotembelea mto Ruaha, wanaotembelea mito ya aina mbalimbali, basi aina ya majini hao wanapenda kukaa kwenye mito. Na jini huyu Kibwengo mara nyingi unapokutana naye, unaweza kukutana naye kuanzia mchana, huwezi kukutana na jini huyu Kibwengo, lakini jini huyu utaanza kukutana naye majira yanayoanzia saa 4, saa 3, saa 5, saa 6 mpaka saa 7. Jini huyu Kibwengo hupenda kutembea barabarani, katikati, pembezoni mwa mito, lakini pia kama uko msituni, uko sehemu ya msitu kama huu, unaona huu msitu? Hapa tuko katikati ya msitu. Kwa hiyo unapopita usiku, kama wewe si mtaalamu au si mjuzi wa hizi mambo za tiba, au huna karama au huna uwezo mkubwa wa kumiliki viumbe vikubwa au uwezo mkubwa wa kumiliki mizimu, au hujateuliwa katika karama, kisha ukapita kwenye misitu ya namna hii, basi lazima utakutana na jini huyo anaitwa Kibwengo. Lakini katika vijini hawa vibwengo wako kwa matabaka haya mawili. Kuna vibwengo wabaya, lakini pia kuna aina ya vibwengo hao ambao ni wazuri kabisa. Kibwengo mbaya, ili uweze kujua Kibwengo niliyokutana naye mimi ni mbaya, kwanza utamuona Kibwengo huyo anawaka moto. Utakuta ishara yake anawaka moto juu, anawaka moto mdomoni, anatoa moto sehemu zake za mgongoni za nyuma. Utakuta umekutana na kitu kimoja, kijiumbe kimoja ambacho hukielewi, lakini kinawaka moto juu, kinatoa moto juu ya utosi, kinatoa moto mdomoni, lakini pia kinatoa moto sehemu zake za mgongoni. Kwa hiyo huyu Kibwengo unapoweza kukutana na jini huyo, utambue huyo uliokutana naye ni mbaya. Na jini huyo Kibwengo kama anataka kukusumbua sasa, maana asili ya jini huyo hupenda kucheza na binadamu na kukusumbua kwa sababu yeye ni mfupi, ili kuonyesha nguvu zake. Kwa sababu Kibwengo ukikutana naye, kwanza anaona unamdharau. Kwa nini anaona unamdharau? Ataona unamdharau kwa sababu yeye ni mfupi. Yaani utakuta ni mfupi namna hii. Huyu ni Kibwengo jamani. Sasa jini huyo mfupi kwanza ataona wewe unamdharau kutokanika na umbile lake alilonalo. Kwa hiyo ili kukutisha na kukuogopesha, basi anaweza akakusumbua. Utajikuta wewe ulikuwa unaelekea labda mashariki, utakuta amekugeuza unaelekea magharibi, na safari yako utakuta hufiki. Kwa hiyo kadri unavyozidi kwenda, yeye anakuwekea mbele, anakuwekea uzio ili usione njia. Utajikuta unakoenda huoni, safari yako hufiki. Basi moja kwa moja, kama na wewe huna nguvu au huna zindiko, huna kinga, basi utakuta jini huyo atakusumbua mpaka asubuhi, au atakusumbua kwa muda mrefu. Utajikuta unatembea hufiki, lakini utakapofanikiwa kufika nyumbani kwako, utaumwa na homa kali sana, utapata maumivu makubwa, na mwisho wa siku kama utakuwa ni mwepesi, basi utajikuta ni mtu umechukuliwa na homa mpaka umepoteza maisha, au utakuta umechukuliwa na homa kwa muda mrefu huponi, lakini mwisho wa siku utakuta hali yako ya kiafya inakuwa dhoofu sana. Hawa ni aina ya majini, lakini aina ya jini huyu ni Kibwengo. Na kwa nini unakutana naye anakufanyia hivyo? Asili ya jini huyo, kwanza unapokutana naye hutakiwi kuguna au kuonyesha ishara yoyote ile kwamba umekutana na kiumbe cha tofauti.
unapokutana na kiumbe cha namna hiyo, ni kweli anatisha, kwa sababu lazima kuonyesha umbile lake ili ujue uko katika hatari kiasi gani. Lazima kuonyesha kwamba yeye ni nani. Kwa hiyo anapokuonyesha umbile lake, kwanza wewe hutakiwi kushtuka, unatakiwa kwanza upishe njia. Unapopisha njia hutakiwi kumkazia macho, kwa sababu unapomkazia macho anaona unataka kujua umbile lake na anaona kama unamdharau. Kwa hiyo unapomuona tu, unaona mbele yako kuna kiumbe ambacho ukielewi, ambao ni jini huyu kibwengo, basi unatakiwa kugeuka kuangalia pembeni. Unageuka kabisa, humwangalii, unaangalia pembeni. Au unafumba macho, kwa sababu yeye ana uwezo wa kuona mara mbili ya wewe unavyoona. Kwa hiyo unafumba macho, unamwacha anapita. Na akipita, hakikisha hugeuki nyuma kumtizama au kumwangalia, kwa sababu ukigeuka nyuma kumtizama atakuona, kwa sababu yeye ana macho mbele na nyuma. Kwa hiyo atakuona, na akikuona ujue ataona unahitaji kujua yeye ni nani, na atakusumbua na atakusababishia madhara na matatizo makubwa. Hao ni aina ya majini, wanaitwa vibwengo. Lakini kibwengo huyo kuna kibwengo mzuri. Kibwengo huyo mzuri ni kibwengo namna gani? Jamani, mtambue, nasema aina ya majini wako tofauti tofauti. Kuna kibwengo ambaye ni kibwengo mzuri, lakini kibwengo huyo anaweza kushirikiana kwenye tiba za asili kama hivi. Sasa kibwengo mzuri utamjuaje? Utaona umepishana na mtu mfupi sana, yani ni mfupi ambao hata wewe unaweza ukashangaa huyu ni kiumbe wa namna gani. Ni mfupi kupitiliza, kama mtoto mdogo kabisa, sioweza kutembea wala kufanya kitu. Kwa hiyo unaweza kukutana na huyo, lakini ukaona umekutana na mbibi mzee lakini ni mfupi, ni mdogo sana, au ni mbabu mzee lakini ni mfupi au ni mdogo sana. Sasa huyo kibwengo mzuri hata akikuona yeye huwa hawezi kukuongelesha, utakuta anapita pembeni. Akipita pembeni, basi na wewe pita pembeni, usimwangalie usoni, utakuta amepita. Na akipita wewe pita, nenda zako. Lakini kama umekosea masharti ya kupishana naye, basi utakuta amekusonya, amekupa sonyo kubwa sana. Basi wewe usimrudishie wala usimgeukie, wewe endelea na safari yako, kwa sababu kwanza ataona umepita muda ambao sio wa kwako wewe kupita. Maana saa 5, saa 6, saa 7 si muda rafiki wa wewe kutembea usiku, kwa sababu unapotembea usiku utakutana na viumbe wengi, viumbe usiowaweza kuwaona kwa macho na wengine unaoweza kuwaona kwa macho. Na mara nyingi ukiona jini huyo kajionyesha kwenye umbile lake, kwa sababu wewe umepita wakati ambao yeye wakati wake wa kujitawala, na ndio maana wengine hawawezi, majini wengine hawawezi kutembea mchana, kwa sababu wanaona watakutana na binadamu, na binadamu wao wana maneno na hawaishi katika utaratibu, na ndio maana hawapendi kutembea mchana. Sasa unapokutana naye usiku jini huyu, inatakiwa ujue namna ya kuweza kukabiliana naye ili asiweze kukuzuru. Kwa siku ya leo naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Nilitaka kukuonyesha kukupa elimu kwamba majini wako wa aina mbalimbali. Sio kuna majini wanaoishi baharini, lakini kibwengo haishi baharini. Kibwengo anaishi kwenye mito. Kibwengo hawezi kutawala bahari, lakini kibwengo anakaa msituni kama hivi, lakini mara nyingi anapenda kuishi kwenye mito ile ambayo inakuwa pembezoni mwa mji kabisa. Polini kuna mito, kuna miti mikubwa, kuna mapoli makubwa, huko unakuta wanatawala vibwengo. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kufuatilia katika channel ya Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Ni mama ambaye naendelea kuwapa elimu namna gani tunaweza kushirikiana na hawa viumbe, namna gani unaweza kujiepusha nao, lakini namna gani unaweza kuwatumia na kushirikiana nao kutoka katika namna moja ama nyingine, iwe kwenye biashara, iwe kwenye uchumi, iwe kwenye unahitaji kumiliki hawa viumbe. Hawana madhara kama wewe utakaa kwenye utaratibu na utakaa katika misingi, kwa sababu kila kitu kinaendeshwa kwenye misingi. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kuwasiliana na mimi kwa namba yangu 0712944434. Usiache kusubscribe jamani, msiache kusubscribe, kucomment, kulike. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Karibuni sana na wapenda sana. Endeleeni kuungana katika channel ya Dr. Mama Kavumo. Karibuni sana ndugu zangu na wapenda sana, na asanteni sana.